kata mkono, kata mguu, ng'oa jicho. Ndicho anachoeleza tu. Yaani ni njia ya kunisaidia mimi na wewe nijue dhambi ni mbaya. Usibadilishe lebo. Kwa nini ni mbaya? Asikiliza vizuri. Nenda kitabu cha Genesis, Mwanzo sura 20 na ile aya ya 6. Mwanzo 20 na ile aya ya 6. Dhambi ni mbaya kiasi gani? Angalia. Mwanzo sura ya 20 aya yake ni ya 6. Aya ya 6 inasema, neno la Mungu linasema, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi. Umefanya hivi. Ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi. Usinitendee dhambi. Kwa hiyo sikukuacha umguse. Hii ni habari ya Ibrahimu na Sara ambao walikuwa na wakasema tuseme mimi ni dada na huyu ni kaka katika ile nchi, na yule mama alikuwa mrembo. Mpaka huwa anajiuliza, mrembo ambaye alikuwa ameshapita muda wake wa kupata ujauzito, lakini alikuwa bado na sura iliyotishia. Ni vizuri ujue Sara alikuwa sio mwanamke wa kawaida. Unajua nazungumzia mtu wa miaka karibu 90. Na ni ndani ya mwaka unaofuata atapata mtoto tayari. Lakini wanafanya hii date game. Wewe uwe kaka, mimi uwe dada. Kwa hiyo tumudanganye mfalme. Wakafikiri yule muda wa kufanya process za kutoa mahari mpaka waje wamchukue zitachukua muda, tutakuwa tumesharudi Kanani. Jamaa si akaona watani overtake. Kwa hiyo hata kabla hawajakamilisha hivyo akamchukua mazima. Na ni mfalme huko. Nadhani sijui kama Ibrahimu usiku alilala. Na unajua Mungu amekutana naye tu mwaka tu hapo nyuma, mwakani majira kama haya. Hiyo Genesis 18. Mwakani majira kama haya utapata mtoto. Alafu ndani ya kipindi hicho cha muda wa mwaka mmoja hicho ndicho Sara anachukuliwa. Na Biblia inaeleza wakati alipokuwa anamkaribia, Biblia ikafanya kitu cha ajabu. Biblia inasema Mungu aka lock down. Wakati wa usiku anapotaka kufinalize, Mungu aka lock down. Uwezo wake wa kuingia kwa mwanamke ukawa locked down. Na sio tu yeye, mpaka kila mwanamume kwenye utawala wake. Na sio tu wanaume, hata wanawake wote akaondoa uwezo wa kuwa wajawazito. Na ngoja niwaambie kitu cha pekee, ndipo walipostuka usiku ule wa manane ule. Anashangaa nguvu zake za kiume zimeenda wapi? Mbona ni msema tu vile? Anapapatika ndoto Mungu akamletea, mimi nimezi. Nasema kwa nini? Nasema huyu ni mke wa mtu. Nasema lakini walisema huyu ni kaka ni dada. Nasema ndio, ninafahamu wamekudanganya. Ila ndio maana nimeingilia kati ili usinitende dhambi. Naomba usikize vizuri. Kama yule mfalme angelilala na Sara, sio dhambi dhidi ya Sara, sio dhambi dhidi ya Ibrahimu, dhambi dhidi ya Mungu. Naomba usikize vizuri. The sinfulness of sin. Every sin we commit against God. Ngoja nieleze kidogo vizuri nini maana yake juu ya jambo hilo. Angalia vizuri. Nenda kwenye kitabu cha Genesis. Hiyo andika tu, lakini nitaitamka. Genesis 39 and verse 9. Wakati Yusufu anashikwa na yule mke wa Potifa, Yusufu akasema niache. Alipoona itokea akakimbia. Kwanza alimwambia hivi, nitendeje ubaya huu nimkose Potifa? Alisema hivyo. Nimkose nani? Yeye alijua nikilala na huyu mama, dhambi hii sifanyi na huyu mke wa Potifa, wala sio kosa ninafanya dhambi na mume wake. Hii ni dhambi dhidi ya Mungu. Nani kurudisha tena jambo hilo, angalie. Hii andike tu, ni Zaburi ya 54 aya 4 ambayo ndio wimbo wa Daudi unaoweka toba yake wazi katika taifa la Israeli. Angalia vizuri, kuna ni dhambi ile aliyolala na Betsheba, halafu akaenda akamuua Uria mpaka Nathani alipotumwa na Mungu. Huu ni wimbo aliotunga toba yake. Naomba uelewe understanding ya Old Testament when we commit sin. Angalia katika Zaburi 51 aya 4. Hebu soma pale. Zaburi 51 na ile aya 4. Zaburi ya 51 aya ya 4, neno la Mungu limesema, nimekutenda dhambi wewe peke yako. Nimekutenda dhambi
dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako, wewe ujulikane kuwa una haki unenapo. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Kila dhambi ninayoitenda, unayoitenda ni dhidi ya Mungu.